Sasa ukiacha na mafanikio na ushindi ambao baadaye tutauona, nilikuwa natamani na mimi nitumie fursa hii kwa sababu leo mmepatikana hapa kwa gharama za Ntomela, sio za kwangu. Na mimi nikasema nitumie nafasi hii sasa kuambia vitu ambavyo na mimi navitamani kuviona vikitokea kwenye halmashauri kwa kipindi hiki cha mwaka huu wa fedha. Cha kwanza, mimi nilikuwa natamani tuendelee kuvisimamia hivi vikundi ambavyo tumeviunda. Unajua maisha ni kupata tu nafasi na fursa. Kila mtu akipata nafasi na fursa atafikia ndoto zake na zaidi. Mfano mzuri, kuna kikundi kile cha sabuni Didia. Sidio Didia? Sasa kile kikundi tulienda nacho Sabasaba. Kwa kweli yule dada confidence ipo bidhaa zake anazijua, kujieleza aliweza, simliona clip yake. Sasa ninachotaka kuambia ni nini? Hawa watu wetu wana uwezo. Ni sisi kuwaimarisha na kuwapa vision zaidi. Na tulivyokuwa Sabasaba, afisa biashara yuko hapa tulivyokuwa Sabasaba, tukaona kama ile packaging yake kidogo iko kididia. Naona mkazi wa Didia ananitazama, imekaa kididia. Sasa yani tuko tunaangalia dawa wenzetu wanafanyaje, kwa sababu pia miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa amepata fursa ya kuona vikundi vingine vinafanyaje. Vinapataje wateja? Kwa sababu hapa ndo hatua ya vikundi vyenu vingi vilipofika. Tunawasaidia ku network, tunawasaidia kupata mbinu mpya za wateja, lakini tunawasaidia kuboresha bidhaa zao ili waweze kuingia kwenye ushindani. Kwa alipata fursa na watu wa mkoa walimsaidia. Akapelekwa banda la Bahresa na package tofauti. Akapelekwa, akaona package ambazo zitamfaa na yeye mwenyewe akakiri sasa ataanza. Akipeleka kuuza tinde kwa Shausi atakuwa na package yake. Lakini tukienda Sabasaba ya mwakani hata kuja na packaging alizokuja nazo Sabasaba ya mwaka huu. Kwa nini? Ubora na uzuri wa bidhaa ni nini? Ni package. Sasa hivyo ndo vitu ambavyo vikundi vyenu vimefika kwenye hizo stage. Sasa ndo muavushe, si mmesha viunda, vimeshachukua mkopo, vimeshaanza biashara. Sasa mviimarishe na kuvitoa pointi A ambayo mmewafikisha kwenda pointi za mbele zaidi. Lakini mtaviimarisha kwa kutumia nini? Kuwatafutia strategy za kupata masoko, lakini kuboresha utengenezaji na ufungashaji wa bidhaa zao. Lakini sambamba na hiyo pia inabidi mvisimamie vikundi kwenye ununuzi wa awali. Vikundi vingi vinaanguka hapo kwenye ununuzi wa awali. Wakipewa ile hela, waliandika wanataka kufanya biashara ya mpunga, wanaamua kwenda kuuza sukari. Sasa ile kidogo huwa inapoteza kikundi. Kwa hiyo nilikuwa natamani muwasimamie sana wakishapokea fedha. Mfanye nao manunuzi, mjiridhishe wananunua kitu ambacho waliandika kwenye andiko lao. Sawa jamani? Hapo wakishanunua vile vitu hawajagawana fedha, tumeshafanikiwa. Kama watagawana mbele kidogo zitakuwa kidogo, zitakuwa zote. Kwa hiyo naomba hapo ndo tuwe imara kuliko maelezo. Tuwe imara kuliko manunuzi ya awali. Lakini pia kitu kingine, muendelee kuwajengia uelewa kwenye biashara. Muendelee kuwajengia uelewa kwenye nyie ni wasomi. Sawa? Wao wengine wamesoma, wengine hawajasoma. Lakini mwisho wa siku nyie ndo viongozi wa wale. Immediate ni wewe. Wewe ndo bega lake. Sasa bega unatoa support gani? Muone namna ya kuwaimarisha kwenye uelewa wa biashara zao wanazozifanya, lakini pia Ntomela unaweza ukatengeneza fursa mbalimbali kwa wao na masidios wako na maweo pia. Maana ndio wenye viti wa kamati za mikopo ngazi ya kata. Mfano mzuri tulienda Didia pale. Kuna kaosh ile iko karibu na CCM. Ile kaosh tukawa tunapitia wale watu wamenunua nini. Kiangalia wale watu wamenunua bidhaa bila kuelewa wanachokinunua. Yaani kuna kitu anaambiwa kama item inayojitegemea lakini imefungwa ndani ya mashine ile ya kuleta pressure kusafisha gari. Kwa hiyo pale mimi nikaona hakukuwa na uelewa. Wale watu wameingizwa mjini. Kwa hiyo ina maana swala la uelewa, yani sisi ndo tunatoa vision. Kwa mtu akiandika anataka kuanzisha biashara ya fulani, CDO, kama huijui tuambie. Wewe kama huijui tuambie, wewe ndo unayekaa ngazi ya kata kupitisha. Sisi huku huwa tunakaa tuna rely sana kwenye maoni yenu. Hatuwezi tukaanza item moja menua. Mkiona hamuijui semeni. Hamna anayejua kila kitu jamani. Sawa? Tutaenda hata manispaa kujifunza, tutaenda hata Kahama, tutapiga hata simu wapi ili tupate uelewa tuweze kuwaongoza wale watu.
Lakini kitu kingine nilikuwa naomba tuendelee kusajili vikundi kwenye nesti. Sawa jamani? Mwaka huu tumepewa requirement ya kusajili, lakini mwakani tutapewa requirement ya kuvitumia vikundi. Na kuna vikundi vya usafi. Sisi hapa tunatangaza tenda usafi, waombe. Si ndio watu wetu tumewawezesha jamani? Ni furaha iliyoje kuona mtu ambaye alikuwa hana shughuli ya kufanya, umemsimamia, amepata mkopo, amepata kazi na anaendesha shughuli yake. Si ni furaha? Na hiyo ndo baraka, kwa sababu akilisha familia yake na wewe Mwenyezi Mungu anakubariki. Kwa hiyo mimi naomba tuwasaidie wajisajili kwa sababu fursa zinakuja. Na hata sisi tumekubaliana kwenye kikao, kuna swala la kufanya usafi kwenye magulio. Tumesema tutatumia vikundi vyetu, sio mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tulipotumia mtu mmoja mmoja tunafunga nao 31 au 30 kama mwezi huu unaisha 30, then kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 vikundi vyetu ndio tunavitumia. Kama vikundi vyetu vitaseparate watu kwenye magulio yote, ni mambo ambayo yanazungumzika na yanajadilika, na nyie kama walezi wao mnaweza mkashiriki kwenye hayo mazungumzo. Lakini lengo letu ni nini? Tumwawezesha, tunataka kuhakikisha wanasimama wanakuwa imara na imara zaidi. Kitu kingine naomba muendelee kuvifuatilia hata vikundi tulivyoviwezesha zamani. Kuna kikundi kinaitwa Heka Heka. Ilola ni kwa nani? Kile kikundi kilikuwa kinafanya vizuri sana. Si ndio? Lakini of recent wanalalamika hawana wateja. Umekisajili nesti? Utakisajili lini? Lini Kakaeli? Kesho. Natamani kutana na afisa biashara wa halmashauri. Sawa? Oneni namna ya kuwaimarisha zaidi. Wanajitangazaje? Walipofika ni pazuri na ni miongoni mwa vikundi vya mfano ambavyo mwaka jana tulijivunia na tulichuma sifa nyingi sana mwaka jana kupitia wao. Sasa akija kiongozi akikuta kikundi kimeanguka itakuwa dosari kwetu. Lakini licha ya hivyo wameshafika mbali sana. Ni vizuri tukaendelea kuwaona wanazidi kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba kisimamie, lakini kuna fursa nyingi pia wakijisajili nesti. Hata halmashauri ikitangaza tenda yote inayohusiana na ufundi, wao wanaweza wakaa kwenye position nzuri ya kufanya nini? Ya kuomba, kwa sababu sasa hivi 30% ya zabuni ni wao ndo kipaumbele. Sawa? Zinakuwa allocated kwa hiyo naomba muendelee kuwasajili. Sawa jamani? Kitu kingine ambacho nilichokuwa nakitamani, nilikuwa natamani sasa tuanze kuwa na vikundi vya kimkakati. Mnavijua vikundi vya kimkakati? Mnavijua? Hamvijui? Hamjui kama hamjui. Happy atawaambia vikundi vya kimkakati ni vipi. Sasa kwenye kuunda vikundi vya kimkakati, kwa mimi mtizamo wangu kuna njia mbili. Tunaweza tukachukua vikundi ambavyo tuko navyo. Vinamalizia madeni, tumeshavijua uaminifu wake, tumeshajua mshikamano wake, tukavifanya kuwa vikundi vya kimkakati. Sawa? Vikikopa tena tuna margin ya hela ambayo tunawapa, afu tunavipromote kama vikundi vya kimkakati. Lakini kama una uhakika zaidi na unaona yani kuna kikundi umekutana nacho ukiwasikiliza na wewe ukijipima kwa ufuatiliaji wako unaona unaweza ukawabana wakapata fedha nyingi wakawa kikundi cha kimkakati, uwe huru kusema. Uwe huru kusema. Tutashirikiana kujiridhisha kama wanafaa basi angalau tuwe nacho. Nilikuwa natamani kila tarafa iwe na kikundi kimoja cha kimkakati, itasaidia. Kwa sababu vikundi vyetu vingi milioni 15, 20, 15, 20, najua riski ya kumkopesha mtu anaanza biashara fedha nyingi au kikundi kinachoanza biashara fedha nyingi ipo, lakini mtakalculate kama riski iko reasonable au iko reasonable, tutashauriana tutaacha. Lakini kwa vikundi ambavyo mnavifahamu, mnaona vinaweza vikakua zaidi ya hapo, vikafanya vizuri, wamemaliza mkopo na rekodi yao ya kulipa ni nzuri, tunaweza tukavigeuza kwa vikundi vya kimkakati ili kiongozi atakapokuja kufanya review safari atukute na sisi tumeshavianzisha au tuko kwenye mpango wa kuvianzisha.